Mimi ninachofahamu ni kwamba hakuna mtu aliyeletwa duniani kwa bahati mbaya. Kila mtu ameletwa hapa duniani, kuna kusudi la Mungu kumleta hapa duniani. Amina. Na kwa sababu kila mtu analo kusudi, ni lazima ulitimize lile kusudi la Mungu kukuleta hapa duniani, ndipo upumzike. Hakuna atakaye kufa kihasara mahali hapa. Amina. Na hakuna ambaye hatafikia ule mwisho mwema ambao Mungu amemkusudia. Sote tunasafiri, ni kweli kwamba tunasafiri. Jua kwamba unayo safari ya kuelekea katika ile kesho yako ambayo Mungu amekukusudia. Kuna mahali ambako Mungu anataka kukupeleka. Kuna mahali ambako Mungu anataka ufike. Kuna vitu ambavyo Mungu anataka kukumilikisha. Yaani sisi ni warithi pamoja na Kristo Yesu, si ndio? Kwa hiyo kuna urithi wetu mzuri sana ambao Mungu Baba, ambaye ndiye baba yetu wa mbinguni, amemwandalia kila mmoja wetu mahali hapa. Shida ni kwamba katika huu ulimwengu tuko kwenye kupambana. Tuko katika vita. Unapookoka unatangaza vita na shetani. Na unapotangaza vita na shetani, yeye mara nyingi anakuwa anaataki kile kitu ambacho ni chema kwenye maisha yako. Shetani hana shida na vitu vibaya kabisa. Shetani siku zote anatafuta kitu kizuri. Nikutolee mfano, ndoa ni kitu chema. Ndoa ni kitu kizuri. Lakini sasa hivi kuna watu wanaogopa kuoa, wanaogopa kuolewa kwa sababu ya matukio mengi yanayotokea katika ndoa. Kwa sababu gani? Kwa sababu shetani anajua kwamba ndoa ni kitu chema, ameamua kuivamia ile tasnia ya ndoa. Shetani anajua kabisa kwamba biashara yako ni kitu chema. Ndio maana anavita na kile kitu chema. Tafuta kitu kibaya uone kama shetani ana shida na wewe. Shetani hana shida na mchawi. Shetani hana shida na jambazi. Hana shida na mtu yoyote anayetumikia kusudi lake. Niseme hivyo kwa ufupi. Yaani anayetumikia kusudi la shetani, shetani hana shida na yeye. Sana sana wewe ndio utaanza kujiuliza, mbona ambao, kuna mtu aliwahi kuniuliza, akasema mbona ambao hawajaokoka, ambao hawamjui Mungu, ambao hawaombi, tunaona maisha yao yanawanyokea. Tunaona mambo yao yanaenda. Wanamiliki majumba, wanamiliki magari. Sasa wewe mtu yuko kwake, ahangaike naye wa nini? Mtu yuko kwake, anatumikia kusudi la shetani, ahangaike naye la nini? Ila jua tambua kwamba shetani ni adui wa Mungu Baba, ni adui wa wana wa Mungu, na ni adui wa kila kilicho chema. Bwana Yesu asifiwe sana. Nikurudishe tu nyuma kwenye historia ya wana wa Israeli. Biblia inasema kwamba wana wa Israeli, historia yao imeandikwa katika Biblia ili kwamba sisi tuweze kujifunza. Walipokosea sisi tusikosee, na walipopatia sisi tupatie zaidi. Biblia inaniambia walikuwa utumwani Misri. Baadaye Mungu akawakomboa kwa kupitia mkono wa nani? Wa Musa. Musa akatembea nao jangwani akiwapeleka katika nchi ambayo Mungu aliwaahidia ili waweze kuimiliki. Na njiani hawakutembea tu kama sisi tulivyotoka. Hata sisi tuliotoka Sarasara, kuna muda bajaji naenda hivi na nyanyuka gari na kila mtu kwa usafiri wake aliokuja nao, kwa sababu barabara hazijanyooka, si ndio? Njiani walikutana na mambo mengi sana, ambao katika hayo mambo yalikuwa yanafanyika kama kikwazo au kizuizi cha wao kuweza kufika Kanaani. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo walivyokuwa wanapambana, wanakutana na maadui, wanakutana na ukosefu wa maji, wanakutana na ukosefu wa chakula, wanakutana na ngome maukuta makubwa kama Yeriko yanawazuilia kuingia, wanakutana na bahari ya Shamu. Hivyo vyote vilikuwa ni vikwazo vya kuwazuilia kufika kule wanakoenda. Lakini kwa sababu Mungu aliye naye alikuwa ni Mungu mkuu na ni Mungu mwenye uwezo, vyote walivyokutana navyo njiani Mungu aliwashindia. Na mwisho wa siku maandiko yanatuambia kwamba waliweza kufika Kanaani, waliweza kumiliki Kanaani. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kila mmoja hapa ana vita yake, ana mapambano yake, ana safari yake. Kuna mtu anasoma malengo yake ni kuwa mwanasheria. Kuna mtu anasoma malengo yake ni kuja kuwa daktari. Lakini kuna mtu yani kila siku piga ua garagaza, akiamka duka lake ni dogo, lakini analiangalia lile duka kwamba ni mwanzo wa yeye kumiliki kampuni, ni mwanzo wa yeye kumiliki labda supermarket.
Lakini sasa shetani hawezi kuangalia unafanikiwa. Shetani hawezi kukuacha ukafanikiwa kabisa. Lazima atainua changamoto, lazima atainua vita, lazima ataleta vikwazo, atatafuta tu vitu vya kukatisha tamaa ili kwamba uache. Ndugu yangu nikwambie hivi, haachi mtu, hachoki mtu, hakati tamaa mtu, kwa sababu Mungu tuliye naye ni Mungu mkuu mno. Ni Mungu ambaye anatuwezesha pamoja na changamoto zote, pamoja na magumu yote, bado mwisho wa siku tunashinda. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana siku ya leo ninakwambia mpendwa, pigana ili umiliki. Tusome kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ni ya 2 na ule mstari wa 24. Kumbukumbu la Torati sura ya 2. Kumbukumbu la Torati sura ya 2 mstari wa 24. Biblia inasema, ondokeni mshike safari yenu, mvuke bonde la Arnoni. Tazama nimemtia Sihoni Mwamori mfalme wa Heshboni mkononi mwako na nchi yake. Anzeni kuimiliki, mshindane naye katika mapigano. Amina. Hili ni neno la Mungu. Mungu anazungumza na wana wa Israeli katika safari yao ile ile ya kuelekea Kanaani. Anawaambia kwamba waondoke, washike njia, wavuke bonde la, yani hili bonde lilikuwa ni kama mto Almoni, ni bonde, wanavuka waende upande wa pili. Alafu anasema kwamba huko wanakoenda wanaenda kwa mtu ambaye ni adui. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Wanakoenda sio kwa rafiki, wanakoenda sio kwa ndugu, wanakoenda ni kwa adui yao. Lakini yeye anawaambia hivi, nendeni kwa na anzeni. Sio kwamba nendeni mkamiliki, sio nendeni kwamba mtabiriki. Elewa vizuri, anzeni kuimiliki. Elewa vizuri, anzeni kuimiliki. Sio kwamba anzeni kupigana vita. Umeona hicho kitu hapo? Umeona hicho kitu? Wangapi wanatamani kuwa na biashara kubwa? Usianze kusema nina ndoto za kuwa na biashara. Anza kuimiliki. Anasema anzeni kuimiliki. Alafu ndo anawaambia mshindane naye katika mapigano. Kwa sababu mkienda kuimiliki hata kubali, atainuka ili kupigana na nyie. Kwa hiyo akiinuka kupigana na nyie, na nyie piganeni. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Hebu tuangalie hili andiko vizuri na kwa utaratibu kabisa. Mungu anawaambia ondokeni. Huu ni wito ambao Mungu alikuwa anawapa wana wa Israeli waweze kuchukua hatua. Kuna vitu katika maisha yako haviwezi kufanikiwa bila wewe kuchukua hatua. Usiwe muimbaji wa nyimbo tu. Ngoja nijitolee mfano mimi. Mimi namshukuru Mungu, mwili wangu huu ni wa Kisukuma. Msishangae sana, ndivyo tulivyo kwetu. Hivi sijapungua kidogo? Ni kama mwezi wa 3. Okay, tutolee mfano. Ukiniambia Daketi, fanya mazoezi upungue. Na mimi natamani kweli kupungua. Jumatatu nitaanza mazoezi. Ikifika Jumatatu sifanye mazoezi. Ukiniambia tena mtu akisema tena nguo zikibana, nasema tena chukua hatua. Anza. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Unataka kumiliki kitu, anza. Unataka kufika sehemu fulani, anza. Chukua hatua. Mungu anaisubiria ile hatua yako utakayoanza ili yeye aweze kukufanikisha. Mimi naomba tunitoe huu shuhuda. Sio mzuri sana, ila ni mzuri, unajenga. Nilishaikatia tamaa Dar es Salaam. Mimi nimeishi Dar es Salaam. Nilikimbia Dar es Salaam sababu ya joto na foleni, watu wengi. Nikarudi kwetu Mwanza. Niliwahi kufanya huduma hapa Dar es Salaam mara kadhaa. Ila ilifika sehemu nikakata tamaa, nikaacha. Askofu ndo aliniambia, "Fanya." Nikamwambia, Dar es Salaam watu wako busy sana. Wafu huku kuna watumishi wa Mungu wakubwa. Nyie hamna shida na neno. Akaniambia, "Hapana. Anza. Wakija 10 leo, kesho watakuja 20. Kesho kutwa watakuja 15. Kesho kutwa watakuja 30. Ndivyo tunavyoenda." Nimefanya, nimeanza. Leo kwani ni sawa na mwezi uliopita? Mwezi wa 3 uliopita? Hapana. Kwa sababu gani? Niliposhauriwa nilichukua hatua. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Na mimi ninakushauri leo,
Unataka kuwa nani? Chukua hatua. Ngoja niseme na mabinti. Mabinti huwa wanakaa tu, anasubiri siku atokee mchumba aolewe. Ndugu yangu, mama anaanza kuandaliwa leo. Wewe Paulo ulipo nyumbani kwenu, wewe ni mke wa mtu. Kwa hiyo unatakiwa kubehave, kuishi, kufanya kila kitu unachokifanya kama mke wa mtu. Anza. Unapoanza, Mungu naye anaona kwamba huyu yuko tayari kuwa mke wa mtu. Lakini wewe siku zote bado unaishi kama mtoto. Tena mtoto wa mwisho. Nani anataka kukulea tena? Bwana Yesu asifiwe sana. Au niseme sasa, unaishi kama mzee. Unaelewa maana ya kuishi kama mzee? Yaani tukiingia kanisani, wewe na aliyeolewa na aliyezaa na aliye mzee hamna tofauti. Yaani tunashindwa kutofautisha huyu ni binti, huyu ni mama. Wewe unakuja kwenye ibada umevaa dela. Unakuja kwenye ibada umesuka mabutu ni kweli sio dhambi kusuka mabutu matatu, lakini ile unavyojiweka kama mke wa mtu, unavyojiweka kama binti, Mungu anaiona hiyo nayo ni hatua. Ondoka. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Anza, chukua hatua. Unapochukua hatua, Mungu anaona kabisa huyu mtu yuko tayari. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Wangapi wataanza? Mungu anataka utoke, kwa sababu muujiza wako unaanza na wewe. Muujiza wako mpendwa unaanza na wewe. Si mnazijua zile habari za wakoma 4? Huwa kuna wimbo unaimba kishindo cha wakoma mnaukumbuka? Wale wakoma 4 walijiambia hivi, tukikaa hapa kuna njaa, nchi nzima ina njaa. Tukikaa hapa ni kwamba tutakufa. Na tukiondoka tukaenda kwenye kambi la Mashami ambao ni adui zetu, wakiamua kutua watatua. Kwa hiyo inakuwa ni yale yale tu. Lakini huenda wakatuonea huruma, wakatupa chakula. Sasa walivyoamua kwamba twendeni, walivyoanza kutembea, Mungu ndo akasikilizisha kishindo kambi ya Washami kwamba kuna jeshi linakuja. Kumbe ni wakoma hawa. Wakakimbia, wakaacha unga, wakaacha mchele, wakaacha mpaka kama kwa kuna mkaa wakaacha mkaa, kama kwa kuna kuni kama kwa kuna kiberiti waliacha. Wakoma walivyofika pale ni kula, wakasema ngoja tupeleke na habari huko nao wasije wakafa na njaa, waje waone mambo aliyoyafanya Bwana. Chukua hatua. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Shika safari yako. Anamwambia ondoka. Mshike safari yenu. Mungu anataka ushike safari yako. Hapa ninapoongelea safari na maanisha nini? Ni kule ambako Mungu amekuahidia. Ni kule ambako Mungu anakusudia wewe ufike. Safari ya hatima ya maisha yetu. Labda niseme hivyo. Safari ya hatima ya maisha yetu. Safari ya hatima ya maisha yetu ni nini? Ni ule mwisho mwema ambao umekusudiwa na Mungu kwa ajili yako katika kile unachokifanya leo. Kufundisha huku ninakofundisha, kuna mahali Mungu anataka niende. Kuimba unakoimba, kuna mahali Mungu anataka ufike. Kazi unayoifanya, kuna mahali Mungu amekusudia hiyo kazi kufikishe. Biashara unayoifanya, kuna mahali Mungu amekusudia hiyo biashara ikufikishe. Haijalishi utapambana kwa muda mrefu namna gani, lakini safari ni lazima ifike. Ndio maana anakuambia shika safari yako, nenda ifuate hatima yako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ni kile kilele cha maisha ambacho Mungu, au niseme kwa urahisi, ni kesho yako. Ila usiseme tu kwamba kesho huwa haifiki. Ni kesho yako. Ngoja nikwambie mpendwa, iko hivi, hatima ya mtu pale tu unapozaliwa inajulikana wewe ni nani. Biblia inasema katika kitabu cha ile Yeremia 1, nadhani sura ya kwanza mstari kama wa 5 kama sikosei. Anamwambia Yeremia kabla hajazaliwa alimfahamu. Kwa hiyo wewe kabla hujazaliwa Mungu alishajua wewe ni nani. Mungu alishajua duniani wewe utafanya nini. Mungu alishajua wewe utamiliki vitu gani. Mungu alishajua utaishia wapi. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa hiyo hii safari tunayotembea, ninayosema kwamba ni safari ya hatima, ni kweli tunasafiri kuelekea mahali fulani ambako Mungu amekusudia sisi tufike, lakini sio rahisi kama unavyofikiria. Sio rahisi kama unavyofikiria. Kuna wengine wanachukua miaka michache, kuna wengine wanachukua miaka mingi. Ni kama ambavyo tunamuona tembo. Mnamfahamu tembo? Sasa tembo tumtolee mfano na nani? Mbuzi. Sijui sana ufugaji. Lakini acha tu tumtolee tembo na nani? Na binadamu. Binadamu akibeba mimba, ujauzito,
baada ya miezi 9 anajifungua mtoto, si ndio? Lakini tembo nasikia ni miaka 3. Mimba ya tembo ni miaka, lakini wote wamefanya nini? Wamejifungua. Kwa hiyo wapendwa, hatima zetu zinatofautiana. Tembo ni mnyama mkubwa na anaogopeka. Na binadamu nimemtolea tu mfano, lakini na yeye ni binadamu, amezaliwa kwa miezi 9 na yule tembo naye amezaa kwa miezi 12. Lakini bado kuna miti mingine inatumia muda mrefu kukua, lakini vingine unapanda tu wako kamefika pale tayari matunda yameonekana. Kwa sababu gani? Huenda ulichokibeba wewe kinahitaji muda mrefu. Huenda ulichonacho wewe ndani yako kinahitaji muda mrefu wa kuandaliwa. Kwa hiyo safari ya kuelekea hatima sio rahisi kama tunavyoifikiria. Huyu mama mpaka akajifungue akianza kukuelezea matatizo, shida, kero ambazo tunazipitia kwenye ujauzito, acha tu. Bora hata ile miezi ya katikati, kuna ile ya kwanza na ya mwisho. Paka unaweza kujiuliza mimi ni binadamu au ni nini? Leo natamani siku ziishe tu ujifungue biashara iishe. Kwa hiyo chochote ambacho kinazaliwa na mtu kina process ya kukifikia. Na kwa sababu kina process ya kukifikia, haitakuwa rahisi. Umebeba hatima kubwa, basi vita yako itakuwa ni kubwa. Umebeba kitu kikubwa cha kimungu, lazima vita yako itakuwa tofauti na ya wengine. Kama hatima inatengenezwa, kama hatima inaandaliwa, kama hatima inafikiwa, hatima inaweza kuharibiwa, hatima inaweza ikacheleweshwa, hatima inaweza ikapindishwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Na kwa sababu hivi vyote vinaweza kutokea, ndio maana tunapigana ili tuweze kumiliki. Amen. Wacha niseme na kina mama. Wakina mama wa sasa hivi, kesho ya watoto wetu iko mikononi mwetu. Mungu ameshatupa kujua. Tunaanza leo kuomba kwa habari ya hatima ya watoto wetu. Kwa sababu sisi tulipo hapa, kuna namna fulani hatima zetu zimechelewa. Kuna namna fulani hatima zetu zimepindishwa. Kuna namna fulani hatima zetu tumejikuta hatujafikia pale. Kwa sababu labda mimi kama mtoto nilikuwa natamani kabisa niwe fundi cherehani. Mama ameona fundi cherehani ya nini? Nenda VETA, nenda kajifunze kupaka rangi. Ndani yangu ninatamani kuwa fundi cherehani. Ninaenda kwa sababu wazazi wamesema. Ninafika kule najifunza kupaka rangi. Nikishaanza kupaka rangi bado ndani kunasema cherehani. Ninarudi kwenye ufundi cherehani, siku hizi kuna ndo wanatengeza, kuna madesigner, si ndio? Najifunza kila kitu kwa gharama yangu sasa, sio ya mzazi. Ile miaka niliyoenda kupaka rangi simepotea bure. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo hatima kule tunakoenda, Mungu anakuambia shika safari, endelea mbele. Haijalishi utakutana na vikwazo vya namna gani. Haijalishi utakutana na magumu ya namna gani. Hautakiwi kuchoka, hautakiwi kuacha, hautakiwi kukata tamaa. Shika safari yako, endelea. Bwana Yesu asifiwe sana. Shika safari yako, endelea, kwa sababu uhakika wa kufika tunao. Tazama, nimemtia Sihoni Mwamori, mfalme wa Heshboni, mikononi mwako. Mungu hapa anatangaza kwamba tayari amekupa ushindi. Hapa Mungu anatangaza kwamba tayari amekupa ushindi. Kitu ambacho natakiwa kufahamu ni kwamba pamoja na changamoto zote unazokutana nazo, pamoja na magumu yote na vikwazo vinavyoweza kukusababisha wewe kushindwa, lakini uhakika wa kushinda unao. Mungu anasema kwamba ameshakupa ushindi mkononi, na kwa sababu amekupa ushindi mkononi, ndugu yangu, wewe nenda kapambane ukiwa na uhakika kwamba wewe tayari ni mshindi. Yaani tayari tuna hati ya ushindi, afu tunaingia kwenye mapambano. Yaani ni mfano, wewe tayari umeshakabidhiwa kombe, alafu ndio unaambiwa nenda kacheze. Tayari ulishapewa kombe siku nyingi, alafu unaambiwa nenda sasa kacheze. Sasa si unaenda na uhakika? Bwana Yesu asifiwe sana. Hem, tusome kitabu cha Joshua ile sura ya 6 na mstari wa 1 na wa 2. Joshua 6 mstari wa 1 na wa 2. Biblia inasema, basi Yeriko ulikuwa umefungwa kabisa kwa sababu ya wana wa Israeli. Hapana mtu aliyetoka wala hapana mtu aliyeingia. Bwana akamwambia Yoshua, tazama, nimeutia Yeriko katika mkono wako na mfalme wake na mashujaa wake.
Bwana Yesu asifiwe sana. Huu bado ni uhakika wa Mungu, anakuambia kwamba pamoja na kwamba tunapigana na shetani na nguvu za giza, wakuu wa falme sijui za giza, pepo wabaya, jeshi lote, lakini anakuambia hao wote amewaweka mkononi mwako. Bwana Yesu asifiwe sana. Baada ya hicho anataka nini? Anza kumiliki. Tunaanza kumiliki kwa namna gani? Anza kukiri ushindi, anza kukiri mafanikio, anza kujinenea mema, anza kutamka yaliyo mazuri. Sio wewe kila siku kinywa chako kimejaa mambo hasi. Mtoto anaondoka, mama bye, naenda shule. Ukaniletee 0. Nilivyopambana hivi mpaka nimekopa vikoba ili uende form 1, ukarudi na mimba sasa mama, yaani unamsindikiza tayari na laana. Bwana Yesu asifiwe sana. Unapigiwa simu na mtu, mimi huyo nakupigia. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Habari za kazi nzuri, ishafika duka. Ndugu yangu, tuko tunabangaiza. Ndugu yangu, kuna mmoja aliniambia, ni mwana Power in Prayers Ministry, akaniambia niko naokota visenti 2 3. Nikamwambia koma. Yaani umetoka nyumbani, umefunga safari, umeenda dukani, sehemu ambayo inakupatia riziki, alafu unaokota visenti 2 3. Hivi unategemea utapata milioni? Unategemea utapata laki? Utaishia kwenye senti. Kwa sababu kinywa chako kimemiliki nini? Senti. Kwa sababu wewe ndicho umeona kwamba ndio ushindi wako, senti. Huu mwaka ulivyoanza vibaya, huu mwaka umeanza kwa kasi huu, sijui kama tutatoboa. Wewe ndio hautatoboa, ila sisi tutatoboa. Kwa sababu katika yote, yawe mema, yawe mabaya, sisi bado tunaamini kwamba Mungu analo kusudi jema na maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haijalishi ni jua kali, haijalishi ni mvua nyingi, tunachoamini kwamba sisi tunatunzwa, tunahudumiwa, tunalindwa na Mungu. Kazi umeiombea, umeipata. Hongera, mwenzangu, nimejishikiza. Kwani usiwe mwanzo wa kuelekea kule unakoenda, ila umejishikiza. Hivi unajua mtu aliyejishikiza muda wowote anaanguka. Alafu wakikufukuza unaanza kutuambia niombe. Si ulikuwa umejishikiza, tulia. Bwana Yesu asifiwe sana. Anza kumiliki. Ili tumbo linenee, lianze kubeba watoto. Hii biashara inenee, izae matunda. Hiyo ndoa inenee mema, anza kumiliki. Ndicho Mungu anachotaka. Kabla ya kushinda, anza kumiliki kwanza kwa kutumia kinywa chako. Bwana Yesu asifiwe sana. Na Mungu alikuwa anakuambia hivyo, anza kumiliki. Kwa sababu gani? Mungu alikuwa anajua kabisa kwamba yeye ataonyesha ukuu wake, ila anataka sasa wewe kama mwanadamu na wewe uonyeshe wajibu wako. Yeye anafanya na wewe ufanye. Amini ni mshindi. Amini ninamiliki. Amini ninatawala. Amini ninachotamka kinakuwa. Baada ya hapo, haya mengine sasa yatakayofuata ni ziada tu kuonyesha kwamba vita ilipiganwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini anasema pia, vuka mto. Kuna kitu unatakiwa ukivuke. Kuna mpaka unatakiwa uvuke, mpendwa. Kuna mahali unatakiwa utoke kwenda mahali pengine. Bila hivyo huwezi kumiliki. Anawaambia vuka bonde la Arnoni, waelekee ule upande wa pili. Kama nilivyotangulia kusema, nikasema kwamba hatima inaweza kuzuiliwa. Hatima inaweza ikapindishwa. Hatima inaweza ikacheleweshwa. Na kwa sababu hatima inaweza ikazuiliwa, kuna vizuizi ambavyo vinaweza vikawekwa njiani kukuzuilia wewe usiendelee mbele. Kuna vizuizi vinaweza vikawekwa yani katikati yako wewe na kufikia ule muujiza wako. Nikupe mfano mzuri tu mdogo. Kulikuwa kuna vita kati ya Wafilisti pamoja na nani? Na wana wa Israeli, wakiwa chini ya uongozi wa mfalme Sauli. Walipoenda katika ile vita, walikuwa, kwa sababu Israeli kawaida walikuwa wanashinda, si ndio? Huenda walienda na uhakika wa kushinda. Alafu wamefika pale katika bonde upande moja wamesimama Wafilisti, upande wa pili limesimama jeshi la Israeli. Katikati hapa katokea jamaa anaitwa Goliati. Hapo ndio wanasema Waswahili wa sasa hivi, ndipo biashara ilipojifungia. Mfalme, wale majemedari, sijui ndo makamanda, mpaka kale kama mwanajeshi kadogo, wote wakaingia kujificha.
Kwa sababu gani wameshindwa kwenda mbele? Kwa sababu gani wameshindwa kupigana vita? Kwa sababu gani wameshindwa kupata ushindi? Katikati kuna Goliati. Unatakiwa uvuke, uende upande wa pili uweze kumiliki. Hivyo vizuizi walivyokuwekea katika jina la Yesu siku ya leo vikaondoke. Hiyo mipaka waliokucholea kwamba tunataka iwe isiwe mwaka huu pili asivuke hapa, kwa jina la Yesu uvuke. Amen. Vuka, nenda upande wa pili ukamiliki. Kama amesimama katikati yako huyo shujaa mkubwa, huyo ambaye amekaa pale ana mabavu, ni mrefu, ni mpana, hautakiwi kumuogopa, kwa sababu sio kitu kwako. Huyo ni lazima utamwangusha kwa jina la Yesu Kristo, na utapata njia, utapita, utaendelea mbele. Bwana anataka uvuke. Bwana anataka uvuke. Baada ya hapo anasemaje kwenye ile andiko letu? Kapigane. Bwana Yesu asifiwe. Anasema kapigane. Pigana katika mapigano hayo ushinde, ndicho ambacho anakitaka Mungu. Ngoja nilirudie lile andiko. Ondokeni, mshike safari yenu, mvuke bonde la Arnoni. Tazama, nimemtia Sihoni Mwamori mfalme wa Heshboni mkononi mwako na nchi yake. Anzeni kumiliki, mshindane naye katika mapigano. Hapa ndipo penyewe sasa. Kushindana katika mapigano. Mungu amekwisha kutuahidia ushindi. Mungu ameshataka wewe umiliki. Mungu ameshataka wewe ufanye nini? Uweze kumiliki, uvuke kwenda upande wa pili. Lakini kuna vita ambao unatakiwa uipigane. Usizanie shetani atakuacha hivi hivi. Usizanie adui zako watakuangalia tu. Kuna vitu vingine unajua wapendwa, tunapambanaga na mizimu. Mizimu mnaijua? Mizimu ya koo zetu. Yenyewe inaweza tu ikawa imejiandikishia, yenyewe imekubaliana, yenyewe imesema kwamba hakuna katika huu ukoo hata kuwepo hata mmoja wa kumiliki baiskeli. Unapookoka ndugu yangu, lazima upambane kuimiliki baiskeli. Unaweza kaichukulia baiskeli kitu poa sana, lakini kuna watu hatuna. Kuna watu wameshaandikiwa kabisa kwamba huyu kuzaa ni hapana. Unapookoka ni lazima upambane kuhakikisha kwamba unapata mtoto. Amina. Kwa hiyo kitu kinachofuata baada ya hapo ni kupigana vita. Nini maana ya vita vya kiroho? Maana tunaongelea vita vya kiroho. Nini maana ya vita vya kiroho? Vita vya kiroho ni kusimama kinyume na upinzani wa adui shetani. Ni kusimama kinyume na upinzani wa adui ambao umesimama kuhakikisha kwamba haupokei chochote kizuri kutoka kwa Mungu. Vita ya kiroho. Vita ya kiroho ni kusimama kuzipinga kazi za adui shetani zinazoharibu juhudi zako. Unajua kuna watu wanajuhudi katika kufanya kazi. Watu wanajuhudi katika vitu vyao wanavyovifanya, lakini matokeo ya kile anachokifanya ni sifuri. Kwa sababu gani? Kuna upinzani. Lakini vita vya kiroho ni kusimama katika maombi kuharibu kazi za shetani. Kuharibu kazi za shetani. Ukisoma kitabu cha Yohana wa kwanza sura ya 3 na ule mstari wa 8, anasema kwamba mwana wa Adamu ambaye ni Yesu Kristo alidhihirishwa ili kwamba aweze kuzipinga kazi za adui shetani. Na kwa kutumia jina la Yesu tunaharibu na kuvuruga kazi za shetani kwenye maisha yetu. Lakini vita vya kiroho ni kwa ajili ya wewe kumiliki. Vita vya kiroho ni kwa ajili ya wewe kumiliki haki zako. Ni kwa ajili ya wewe kumiliki baraka zako. Ni kwa ajili ya wewe kumiliki kila urithi ambao Mungu amekwisha kukuandikia. Jambo lingine, vita vya kiroho ni kwa ajili ya kupanua mipaka. Mipaka yako ya kiroho. Kila mmoja katika ulimwengu wa roho ana mipaka ya kumiliki. Ndio maana Yabesi akamwambia Mungu kwamba unipanulie mipaka. Amina. Kwa hiyo ndio vita ya kiroho. Na nikwambie mpendwa, tunaishi. Hatufanye majaribio ya kuishi. Nikimaanisha kwamba wajibika. Nikimaanisha kwamba inuka. Nikimaanisha kwamba pigana ili uweze kumiliki, kwa sababu hatufanyi majaribio, hatufanyi rieso kwenye maisha. Ndiyo maisha tunaishi, ndivyo tunavyoenda. Kwa hiyo usisubiri kuna mtu atakufanyia.
Usisubiri kuna mtu atapigana badala yako. Kila mtu ana vita yake, kila mtu ana safari yake, kila mtu ana mambo yake. Usisubiri kwamba kuna mtu ataniombea. Kila mtu ana ombi lake. Au kuna mtu amekuja kumwombea mwenzie hapa, nina ya kwangu na ya mwanangu. Wewe Mungu akubariki sana. Wewe kila mtu ana ya kwake. Kwa hiyo hatuishi kwamba tunafanya majaribio alafu baadaye ndo tutaanza sasa kuishi. Tunaishi, na kwa sababu tunaishi, wajibika. Mungu anafanya sehemu yake, anataka aione juhudi yako, aone bidii yako pia, aone kujitoa kwako. Kwa hiyo kwa kufanya hivyo unatakiwa ufahamu, au unatakiwa uwe na maarifa, ujue kabisa kwamba katika kila vita ninayokutana nayo katika maisha yangu, hii vita inamaanisha nini? Ama hii vita ni kwa ajili ya nini? Sio vita vyote vinafanana, hapana. Kuna vita nyingine kabisa, yani unaiona inakuja direct ni kwako. Unaona kabisa kama ni magonjwa, lakini target unajua kabisa kwamba ni huduma. Si niliwaambia mwezi wa 3 nilivyokuwa nakuja huku Dar es Salaam nilipata ajali ya basi Basi iligongana na lori uso kwa uso. Na mimi nilikuwa nimekaa mbele. Driver ni huyu hapa, mimi niko nyuma yake. Sema tu yeye alicheza vizuri, alipeleka hivi kabamiza upande wa huko. Kwa hiyo sisi tulio kwa upande wake, tukatoka vizuri. Kwa hiyo unaweza kusema tu kwamba shetani alikuwa amekusudia kuniua. Shetani alikuwa amekusudia ile huduma isifanyike. Kwa hiyo unajua kabisa kumbe hii vita ni ya nini? Ni ya huduma. Kuna vitu vinaweza vikakutokea kwenye maisha ukitazama, kwa sababu unaufahamu, unajua tu kabisa hii vita ni ya familia. Unajua kabisa hii vita ni yangu binafsi. Bwana Yesu asifiwe sana. Hebu tuangalie sasa baadhi tu ya aina za vita ambazo tunaweza nikupe tu kama kukubrush kidogo, kama ulisahau uweze kukumbuka, ili tunapoingia katika maombi uweze kuelewa. Wapendwa, kuna vita ambavyo tunavirithi au vinatoka kwa wazazi wetu. Kuna vita ambayo unaweza ukawa unakutana nayo kwenye maisha yako, wewe ukawa unajua tu hii vita ni ya kwangu, lakini kumbe ilitoka kwa baba au ilitoka kwa mama. Biblia inatuambia kwamba Daudi alipigana sana vita. Baada ya kupigana vita, mtoto wake ambaye ni Suleimani alitawala kwa amani. Suleimani hakupigana vita kwa sababu babake alimaliza kila kitu. Sasa wewe unakuta wazazi wetu hawa alikuwa na watoto 20. Huko na huko amezaa. Ila nyie mmekaa hapo mnajua ni nyie tu na wadogo zako, si ndio? Mara mzee ameondoka. Wanalekuja na wale sasa. Na mnatakiwa muwakubali kwa sababu ni watoto wa nani? Wa baba. Sasa unaweza kashangaa ikatokea vita pale, mkavutana mpaka mkafikishana mahakamani. Wewe na mdogo wako ni vigumu sana kuweza kufikishana mahakamani. Lakini yule sasa labda mmeshare tu baba au nini, mkajikuta mmevutana, ni ugomvi mpaka mmefikishana mahakamani. Ile ni vita ya familia, ya baba ameiacha. Kuna mama mmoja, sielewi nayo ilikuwaje, alikuja pale nyumbani kwetu kuomba maombi. Akawa anasema watoto wanaacha shule, wanagoma kuendelea kusoma, maneno mengi. Tulipoanza kumwombea yule mama, kumbe yule mama aliwekaga agano zamani kijijini na mwanaume. Si mnajuaga mkiwa kwenye mapenzi, mimi anawea tutaachana, sijui wakafanyaje, damu, wakakubaliana. Sasa huyu wazazi wake wakaja wakamwezesha mjini. Alafu yule baba akabaki, kumbe ana kinyongo. Kaumia. Unajua mtu anapokuwa ameujeruhiwa moyo, anatamka lolote, anasema lolote, anafanya lolote. Yule baba naye akaondoka zake, kaendelea na maisha kwingine. Huyu mama amepata ndoa, amepata watoto, lakini nyumba haina amani. Tabia za watoto zinamkera baba. Mpaka baba akaamua kuondoka. Watoto wanaacha shule, wako primary tu. Watoto hawatulii, watoto hawaeleweki, wana tabia zote mbaya. Sasa wakati anaongea pale, sisi tunachukulia tu poa ile kumwekea mkono. Kumbe yule baba aliapa. Akasema hivi, hatapata furaha kwenye ndoa yake.
Sasa hatapata furaha kwenye ndoa yake, imekuja kumshika yeye, kakosa furaha, lakini mpaka watoto hawafanyi vizuri shuleni. Watoto wanaharibiwa hatima yao kwa sababu ya nini? Ya ujinga tu wa mama. Sijui umenielewa? Sasa huyu mama vita yake imehamia kwa watoto. Uzuri yeye alielewa mapema. Asingeelewa pengine labda afe. Wale watoto wangeelewa kusema tu kwamba sisi kwetu tuko hivi hivi tu. Umeona? Lakini kumbe wanapigana, wameingizwa kwenye vita isiyowahusu. Bwana Yesu asifiwe sana. Wazazi wengine walikuwa wanagombania mpaka jirani na jirani. Vita imetokea mpaka watu wameenda kwenye ulimwengu wa giza. Ni mpaka tu. Unashangaa kizazi na kizazi na kizazi inashika. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna vita binafsi ambayo hii vita, wapendwa, inaweza ikasababishwa na makosa yako mwenyewe. Sisi wote hapa ni watu wazima, si ndio? Tunajua kabisa kwamba hapa nimekosea. Hili linanipata kwa sababu mimi nimekosea. Hapa nimeharibu kabisa. Umeiba hela za watu. Si unajua tu kabisa kwamba nimeiba, nimekosea. Lakini pia inatokana na lifestyle. Sasa life ni mtindo wa maisha. Unaweza kujiingiza kwenye mtindo fulani wa maisha ukakugharimu, ukakusababisha ukajikuta umedumbukia kwenye dimbwi la madeni. Hiyo ni vita yako. Cha kukunasua pale ni wewe kufanya toba. Cha kukunasua pale ni wewe kubadilika. Lakini kuna vita ambao nimetoka kuizungumzia sasa hivi ya hatima. Hii ni vita ambayo inafadhiliwa na shetani mwenyewe. Lengo lake ni kwamba usiweze kufika kwenye hatima yako. Na kitu ambacho anaweza kufanya yeye, anakuletea vikwazo vingi. Yaani shetani anaweza kukusababishia tu kukata tamaa. Mbona mambo hayaendi? Jirani akakupitia kabisa, amka twende, nimechoka. Hamna kitu kinachofanikiwa, hamna kitu kinachoenda. Nimechoka, ukakataa. Lakini kumbe lengo la shetani ni wewe ukate tamaa. Lengo la shetani wewe uhangaike. Lengo la shetani ni kukurudisha nyuma. Lengo la shetani ni wewe ushindwe, kwa sababu anapambana na hatima yako. Lakini nikwambie hivi, yupo Mungu ambaye anaweza kutushindia. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini kuna vita vya ndoa na vita vya familia. Vita vya ndoa na vita vya familia. Hapa kuna vitu vinakuwa vimesimama kinyume na hiyo familia. Unaweza ukakuta labda kwenye familia uchumi umekuwa mbaya. Unaweza kukuta kwenye familia magomvi. Unaweza kukuta kwenye familia uzao, labda kama hivyo uzao umekuwa kwazo au hamna mtoto. Au unaweza kukuta kwenye familia hiyo hawaolewi. Kwenye hiyo familia hakuna amani. Hiyo ni vita ya familia. Lakini kuna vita nyingine ambayo sasa hii ni ya uchumi. Vita ya uchumi au vita ya kifedha. Hapo unatakiwa tu ndugu yangu wewe mwenyewe upambane, ujinasue. Tafuta tu elimu ya fedha, tafuta maarifa ya fedha, muombe Mungu sana, toa sadaka za kutosha, Mungu atakusaidia. Lakini vita vingine ni elimu. Vita vya elimu. Sasa hivi tunafurahia tu kwamba watoto siku hizi wanafaulu sana. Kule mbele anakoenda. Darasa la 7 sasa hivi. Siku moja alinichekesha mama wangu, anasema, "Kwani siku hizi kuna darasa la 7 wanaofeli?" Yaani hapo mwambia jamani, aliambiwa na mdogo wangu, muombe mjukuu wako, sasa kwa kuna darasa la 7 wanaofeli, aende tu atafaulu. Lakini nilikwambia hivi, anaweza kafaulu la 7, kafaulu form 4, kafaulu kule mbele anakoenda sasa. Na vita hivi vya elimu ndugu yangu, kuna namna ambapo atakuwa amefikia sehemu anataka kuvuka mpaka. Inakuwa changamoto. Sisi kwetu hakuna mtu ambaye amewahi kuwa na masters. Hii masters degree tu hii. Hamna mtu. Wakati nimeenda kuanza kusoma masters kwa ya Christian education, nilivyoenda, nilienda tu sasa tushamaliza degree, twende. Unaendelea? Ndio naendelea, sisi ndio hao. Siku ya kwanza kabisa profesa akatuambia hivi, mafanikio katika elimu ni vita. Hasa ukiwa unavuka mpaka. Mimi nikajua yani nikaichukulia kawaida. Ila niliandika. Alivyokuwa anaongea kule niliandika. Maana naye aliandika kwenye ubao. So nikaandika, alikuwa anazungumza huko anaandika. Anatupa tu ule muongozo. Akawa amesema, nikaandika.
Alisema mafanikio katika elimu ni vita, hasa ukiwa navuka mpaka. Akimaanisha kwamba kama kwenye ukoo au familia hakuna aliyepata masters, unaweza ukapata shida. Inaweza ikawa ngumu. Au labda kwenye ukoo au kwenye familia yenu hakuna aliyefika kidato cha 4, itakuwa shida. Hamjawahi kuona kuna watu yani level yenu ya elimu, level iko pale, yani karibia asilimia kubwa wote wakifika tu form 6 biashara imeishia hapo. Kila mtu anatafuta ustaarabu wake. Hakuna anayeenda degree, hakuna watu wa PhD hawapo kwenye hiyo familia. Si unaona eh? Sasa mimi niliandika alafu nikaendelea kuishi kawaida. Sasa sijasoma kwa shida kama safari hii. Nimemaliza mwezi wa 7, tumemaliza tarehe ngapi? Ilikuwa tarehe ngapi? Wiki 2 kabla nije huko ndio nimemaliza masters. Ile siku tunamaliza, mimi na mwenzangu tulikuwa tunakaa tumepakana hivi. Tulilia. Na baada ya hapo, kabla ya kulia nilimkumbusha. Nikamwambia unakumbuka profesa wakati tunaanza alisema hiki na hiki na hiki. Mimi niliandika nikamuonyesha. Yani ilikuwa ni shida kuipata ada. Ilikuwa ni shida, achana na ada, nauli ya kwenda chuo. Hivi tumefunga chuo, tuko tu nyumbani. Vitu ni hela unapata 2,000, 10,000 ngapi hizi unapata. Ukianza tu kwenda shule, mara kidogo baba ameumwa. Yaani unakaa darasani huku unachungulia simu. Mama akipiga tu umenyanyuka, huyo unakimbia Bugando. Unarudi tena, mlishia wapi? Mlisema yani imekuwa ni ngumu, lakini namshukuru Mungu nimemaliza. Kwa hiyo yeye nakupa moyo na kutia moyo wewe binti na wewe kijana ambaye unasoma, lakini hata wewe mama kwa watoto wako. Ukiona kabisa yani unaweza ukawa ana akili vizuri kabisa. Mwingine si mmeshawahi kuona anafaulu vizuri, ada inakosekana. Huyo mtu ana vita katika elimu. Amefaulu vizuri kabisa jamani, mtoto anatakiwa kwenda form 5, ada hakuna. Mimi wanahubiri injili kwa vijijini huko. Huwa tunakutana nao wa hivyo. Ni vita vya imani yako. Vita vya imani yako. Imani tulionayo mpendwa inajaribiwa. Lakini imani tulionayo inapigwa vita sana. Kuna kile kitu ambacho wewe unakiamini ambacho shetani anapambana kukuhakikishia au kuhakikishia wale wanaokutazama kwamba sio kweli. Kuna namna shetani anafanya hivyo. Kwa hiyo cha kufanya ni nini? Anakuambia Mungu katika kitabu cha Waebrania sura ya 10 na ule mstari wa 23 mpaka wa 25. Waebrania sura ya 10 mstari wa 23 mpaka wa 25, Biblia inasema, na mlishike sana ungamo la tumaini letu lisianguke, maana yeye aliyeahidi ni mwaminifu. Tukaangaliane sisi kwa sisi na kuhimizana katika upendo na kazi nzuri. Wala tusiache kukusanyika pamoja kama ilivyo desturi ya wengine, bali tuonyane na kuzidi sana kufanya hivyo kwa kadiri muonavyo siku ile kuwa inakaribia. Kulishika sana ungamo la tumaini letu. Unajua ukisema kabisa kwamba mimi ninamwamini Mungu, alishasema hata nipungukia wala hata niacha, ndugu yangu utapungukiwa. Shetani lengo lake ili ubadilishe nini? Usemi. Sitakufa bali nitaishi, ndio dripu zinaongezeka. Shetani anataka ubadilishe nini? Usemi. Lakini ukiendelea kushikilia pale pale, mwisho wa siku inakuwa. Mwisho wa siku unamshinda. Kwa hiyo kuna vita ambavyo tunasema ni vita vya imani ambavyo adui huwa anahakikisha anapambana ili kwamba akutoe katika msimamo wako. Usikubali. Tumalizie namna ya kupigana vita. Tutasoma kitabu cha Nyakati wa Pili. Mambo ya Nyakati ile wa pili, sura ni ya 20. Nitasoma kwa mafungu. Mambo ya Nyakati sura ya 20, Nyakati wa pili sura ya 20 mstari wa 2 mpaka wa 4, alafu nitasoma mstari wa 14 mpaka wa 17, alafu nitasoma mstari wa
20 mpaka wa 26. Biblia inasema, wakaja watu wakamwambia Yehoshafati wakisema, wanakuja jamii kubwa juu yako wakitoka Sham, juu yako watokao Sham toka ng'ambo ya bahari, na tazama wako katika Hasasoni Tamari, ndio Engedi. Yehoshafati akaogopa, akauelekeza uso wake amtafute Bwana. Akatangaza mbiu ya watu kufunga katika Yuda yote. Yuda wakakusanyika pamoja ili wamtafute Bwana, hata kutoka miji yote ya Yuda wakaja kumtafuta Bwana. Mstari wa 14 nitasoma. Biblia inasema, ndipo Yehazieli mwana wa Zekaria mwana wa Benaya mwana wa Yeieli mwana wa Matania Mlawi na wana wa Asafu akajiliwa na roho ya Bwana katikati ya kusanyiko, akasema, sikieni Yuda wote, nanyi mkao Yerusalemu, na wewe mfalme Yehoshafati, Bwana awaambia hivi, msiogope wala msifadhaike kwa ajili ya jeshi kubwa hili, kwani vita si yenu bali ni ya Mungu. Mstari wa 16 anasema, kesho shukeni juu yao, tazama wanakwea kwa kupandia sisi, nanyi mtawapata penye mwisho wa bonde mbele ya jangwa la Yerueli. Hamtahitaji kupigana vita, jipangeni, simameni, mkauone wokovu wa Bwana ulio pamoja nanyi, enyi Yuda na Yerusalemu, msiogope wala msifadhaike. Kesho tokeni juu yao, kwa kuwa Bwana yu pamoja nanyi. Mstari wa 20 mpaka wa 26 anasema, wakaamka asubuhi na mapema wakaenda nje katika jangwa la Tekoa. Nao walipokuwa wakitoka, Yehoshafati akasimama akasema, nisikieni enyi Yuda, enyi wenyeji wa Yerusalemu, mwaminini Bwana Mungu wenu, ndivyo mtakavyothibitika, waaminini manabii wake, ndivyo mtakavyofanikiwa. Naye alipokwisha kufanya shauri na watu, akawaweka wale watakao mwimbia Bwana na kumsifu katika uzuri wa utakatifu. Wakatoka mbele ya jeshi na kusema, mshukuruni Bwana, kwa maana fadhili zake ni za milele. Nao walipoanza kuimba na kusifu, Bwana akaweka waviziao juu ya wana wa Amoni na Moabu na mlima wa Yeieli, waliokuja juu ya Yuda, nao wakapigwa. Mstari wa 23 anasema, kwani wana wa Amoni na wana wa Moabu waliwaondokea wenyeji wa mlima Seiri kuwaulia mbali na kuwaharibu. Nao walipokwisha kuwakomesha hao wakaao Seiri, wakajiitia kuharibu kila mtu mwenzie. Hata Yuda walipofika mnara wa kulindia wa jangwani, wakalitazama hilo jeshi, nao angalia, walikuwa maiti walioanguka chini, wala hapana aliyeokoka. Nao Yehoshafati na watu wake walipokuja kuchukua nyara zao, wakaona kati ya wingi wa mali na mavazi na johari za thamani walivyojivulia zaidi kuliko wawezavyo kuchukua. Wakawa siku 3 katika kuteka nyara, maana zilikuwa nyingi sana. Hata siku ya 4 wakakusanyika katika bonde la Baraka, maana ndipo walipombarikia Bwana, na kwa hiyo jina la mahali pale paliitwa bonde la Baraka hata leo. Bwana Yesu asifiwe sana. Hii ni vita ambayo walipigana au wakupigana. Mungu aliwapigania wana wa Israeli. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kuna namna ambavyo walifanya ili waweze kupiganiwa na Bwana. Na jambo la kwanza tunaona kwamba Yehoshafati alivyopewa taarifa ya kwamba kuna watu wamekusanyika. Hapa walikuwa ni mataifa kama 4 ambao ni maadui zao. Wamekusanyika kwa pamoja, wamekubaliana kwamba waende wakaivamie Yuda. Jambo la kwanza ambalo Yehoshafati mfalme alilolifanya, alitulia kwanza. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo mwitikio wako ndio unaweza ukampa adui kitu cha kufanya. Mwitikio wako ndio yani unajua kuna kitu kinaweza kukupata kwa ghafla. Kuna kitu kinaweza katokea kwa ghafla. Niambie, labda kwa mfano ulikuwa unafanya kazi sehemu. Umerudi
Huku nyumbani labda umeacha kabisa, umewaambia leo nikienda kupata mshahara wangu nitafanya hiki na hiki na hiki na hiki, si ndio? Au basi umesema kwamba mwisho wa mwezi nikipata hii hela tutafanyia 1 2 3 4 5 6. Umeshapanga kabisa majukumu au matumizi yako, lakini kwa bahati mbaya unafika kazini hiyo siku unaambiwa labda umesimamishwa kazi. Si lazima utashtuka, lazima utapaniki, lazima utahangaika. Lakini jambo la kwanza ambalo unatakiwa kufanya kwa wakati huo, changamoto yoyote inapokupata au vita yoyote inapoinuka, tulia kwanza. Bwana Yesu asifiwe sana. Tulia kwanza. Unapotulia unamruhusu Roho Mtakatifu akuongoze. Nini ambacho unatakiwa kufanya? Tabia ya Roho Mtakatifu iko hivi: pale ambapo unakuwa na pressure kubwa ndani yako au nje, kwamba kuna pressure kubwa, kelele za watu, sijui nifanye nini, sijui nishike wapi, ninahangaika, sielewi kitu gani, pale ndipo Roho Mtakatifu yeye anakuwa kwa wingi ndani yako, ili ukimsikiliza aweze kukupa mwongozo cha kufanya. Kwa hiyo jambo la kwanza tunaona alilolifanya Yehoshafati, alitulia kwanza. Baada ya kutulia akaamuru sasa kufanya nini? Kumtafuta Bwana. Kwa hiyo jambo la pili ni kuomba. Jambo la pili ni kuomba. Usikimbilie kwa watu. Wacha watu wawe wa mwisho kuwakimbilia. Kuna wakati tunakimbilia kwa watu, lakini kumbe Mungu alikuwa anataka kukutokezea msaada sio kwa watu. Si nimewambia kwamba mimi nilipata hiyo vita kwenye shule yangu Tangu nimeanza kusoma mpaka nimefika mwisho nilifanikiwa kulipa 250,000 kati ya mamilioni. Kwa kadri ninavyoendelea kumuomba Mungu kwamba Mungu nisaidie kwa habari ya hii fedha, Mungu alikuwa ananijibu kwa njia ya tofauti. Kuna kipindi niliacha kabisa semester nzima sikusoma, wakanifuata wakanirudisha darasani. Hapana, wewe ni mwalimu mzuri. Unajua mimi nimesomea kufundisha mwalimu. Rudi, wewe ni mwalimu mzuri, tutakuvumilia. Unaenda. Ukirudi nyumbani unang'ang'aa macho tu hivi, unashangaa mdogo wako mmoja akwambia hivi, mmefungua hapa sasa utaongezea kwenye nauli. Kumbe ulikuwa huna. Utaongezea kwenye nauli. Yaani ukiwa unaomba unategemea Mungu akupe hela zote, milioni sijui ngapi. Ila Mungu anafanya tu njia ya wewe kuendelea kuwepo. Mwisho wa siku mpaka nimekuja kumaliza shule na deni langu. Lakini Mungu alichofanya, anainua watu kwa njia za tofauti ambazo wewe ufikiri. Unakuta mtu kalipa 100,000, mtu kalipa 200,000, mtu kalipa profesa mhasibu ndo anakuambia tu uijie risiti yako. Imetoka wapi? Wewe ijia. Huwezi kuamini kuna na maprofesa walinilipia. Kwa hiyo unaweza ukawa unategemea kwamba fulani atanisaidia. Kumbe wakati huo Mungu hajakusudia msaada utoke kwa fulani. Kwa hiyo unapoanza kwa kukimbilia kumuomba Mungu, yeye Mungu ndo atakwambia, atakuelekeza. Kama anakuelekeza kwenda kwa mtu, atakuelekeza yeye nenda kwa mtu. Kama anakuelekeza kwenda kwa mtumishi wa Mungu, atakuelekeza yeye kwenda kwa mtumishi wa Mungu. Kama anakuelekeza kwamba mfuate huyo mtu ambaye kuna shida kati yenu, utaenda kwa huyo mtu. Mungu ndio ana maelekezo. Sasa sisi tunaanza kwanza kuhangaika kwa watu. Dada nisaidie, mdogo wangu nisaidie, rafiki yangu hapa nafanyaje? Hao wote unaowazunguka ni wanadamu, watakupa mawazo na akili za kibinadamu. Lakini yupo anayeona mwisho wa hilo tatizo. Yupo anayeona suluhisho ya hilo tatizo. Alafu uzuri ni kwamba ametuambia Mungu kwamba pamoja na hilo jaribu, pamoja na hilo pito, pamoja na hiyo changamoto, Yesu ameahidi kufanya mlango wa kutokea. Kwa hivyo unavokimbilia kwake, inakuwa ni rahisi kwako kwa sababu umeenda kwa mwenye mlango. Bwana Yesu asifiwe sana. Biblia sehemu nyingine inasema Yesu ndiye njia. Sio tu njia ya kwenda mbinguni wapendwa. Yesu ni njia katika kila kitu. Njia ya kutokea kwenye hiyo changamoto. Njia ya kufikia katika mafanikio yako. Njia ya kuelekea popote tukianza na Mungu. Wameimba hapa wale vijana wangu, si ndio? Utafanikiwa.